Niko na Alikamwe exclusive kabisa kwa ajili ya kututhibitishia ni kweli Yanga wameenda CAS. Kwenda bodi ya ligi ilikuwa ni mawasiliano ya ndani kati ya taasisi kwa taasisi. Lakini pili, nitakupa mifano ya kesi za kudai alama 3 zilizowahi kwenda CAS. Kesi ya timu ambayo ilifeli CAS na timu ambayo ilifanikiwa CAS na kupewa ubingwa ya El Merreikh. Kwanza, CAS ni nini? CAS ni mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa masuala ya michezo, na CAS ni bodi huru ya masuala ya kimahakama kimichezo, ingawa kufika CAS sio kazi rahisi kutokana na ugumu wa mchakato wa kisheria, lakini pia gharama kubwa za malipo. CAS ofisi zake ziko Lausanne kule nchini Uswisi, ambako ilianzishwa mwaka 1984 kama sehemu huru ya kutoa utatuzi wa haki kwenye upande wa michezo. Hii CAS ambayo ni mahakama ya kimataifa usuluhishi wa masuala ya michezo duniani haishi tu kwenye soka. Ipo hata kivuli cha kamati ya Olympic ya dunia IOC, shirikisho soka la mpira wa miguu duniani FIFA na mashirikisho ya michezo mingine. Kesi zao zote zikishindikana huko, sehemu ya mwisho kwenda kumaliza kila kitu ni CAS. Ina maana hapo kuna sehemu ya FIFA ambayo inatoa maamuzi, lakini CAS ndio mwisho. CAS inaongozwa na kanuni zake ambazo za kimichezo ambazo wamezitengeneza, ambao kifungu cha 47 kinasema kabla ya klabu ama mtu kupeleka kesi CAS huko Lausanne lazima hakikisha amepita katika vyombo vya uamuzi vya ndani kabla ya kuvuka CAS. Mfano, kesi ya Yanga unaweza kuuliza swali, je, amepita katika hatua zote? Maana Yanga waliandika barua, je, amepita hatua zote? Wamekata rufaa sehemu zote na kumaliza vyombo vya ndani, au kwa sababu hawana imani na bodi ya ligi na hawana imani na TFF ndio wanaamua kwenda CAS? Au ni moja maswali ambayo lazima waeleze CAS, na ikionekana hana uzito anaweza asichukuliwe pia kwa uzito wao, kwa maana wanaamini katika usuluhishi. Yani CAS wapo kwa ajili ya usuluhishi na sio kukomoana kujaribu kutafuta haki. Sasa nitakupa mfano wa kesi kabla kumsikiza Alikamwe baadaye, usiondoke. Kuna kesi ya timu ambazo zilijaribu kufanya harakati zao kwenda CAS. Mfano, timu ya Proline FC ya Uganda. Hawa ni timu ya kwanza kwa ukanda wa Afrika Mashariki, sona kati Afrika Mashariki, kwenda CAS na kudai hizo alama 3, na timu ya kwanza kwa Uganda. Mwaka 2019 klabu ya Proline ilipeleka kesi katika mahakama kimataifa usuluhishi wa masuala ya michezo CAS baada ya kukatwa alama 6 na wakapokonywa bao 6 baada ya kutokea kwenye mechi dhidi ya timu ya Sports Club Villa. Kama Yanga ambavyo wameishtaki bodi ya ligi, TPLB wao walishtaki shirikisho la soka la Uganda. Hasa kwa nini wao walishtaki shirikisho la soka la Uganda na Yanga wao wanashtaki bodi ya ligi? Kanuni za mashindano ya huko Uganda, FUFA, andiko la 15 kifungu cha 3 inaweka wazi kwa ligi ya Uganda inaendeshwa na FUFA ambao wanasimamia ligi kupitia TOC, kamati yao mashindano ya ufundi ambao wanaendesha mashindano. Ndio maana Proline waliburuza FUFA CAS. Kesi ilikuwaje? Kesi ilikuwa Proline kupinga kukatwa alama 6 na bao 6 baada ya kushindwa kutokea uwanjani katika mechi dhidi ya Sports Club Villa mwaka 2019, ambapo wao walidaiwa walifuata kanuni ya zamani ambazo inasema mechi inaweza kuahirishwa endapo timu itakuwa na wachezaji wawili au zaidi katika timu ya taifa, wakati FUFA wakasema na kanuni za sasa ambazo zinasema lazima timu iwe na wachezaji 3 ambao wameenda timu ya taifa au zaidi ndio mechi inaweza kuahirishwa. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni wawili au zaidi dhidi ya 3 au zaidi. Sasa hao wachezaji wao walikuwa wawili na mechi haikuahirishwa, na wao wakafuata hiyo kanuni, hawakwenda uwanjani, na FUFA akaamua kuwakata point 6 na goli 6 timu ya Proline. Kwa upande wao wakaona hakuna namna, lazima wapige hatua zaidi kwa maana ya kwenda CAS. Proline wakaamua kupanda hadi CAS, ambako CAS ikaagiza kuwa taasisi zote mbili ambazo zina mgogoro kwenye hili swala, kwa maana Proline pamoja na FUFA washare harama za kesi, ambapo kila moja lipaswa kulipa $20,000, karibu milioni 52. Hapo nakwambia ni 2019, sasa hivi imepanda. Ndio maana Yanga wanajipanga kwa karibu milioni 150 na kwa ajili ya hii kesi tu peke yake, kwa sababu inaweza kupanda kutokana na kesi inavyoenda.
Na kwa mujibu wa mkurugenzi wa timu ya Proline Mujibu Kasula, alisema hiyo $20,000 ilipo pande mbili. Yaani wao walipe $20,000 ambao ni karibu shilingi milioni 52 za sasa za Tanzania, na FUFA nao walipe hivyo hivyo. Lakini FUFA hawakuwa tayari kulipa. Kwa hiyo CAS wakawaambia pia wao walipie FUFA gharama, na waligoma kulipa. Kwa upande wa FUFA walikuwa tayari kulipa kwa upande wao. Kwa hiyo kesi yao ikaishia hapo, na FUFA kafurahi kwamba Proline kesi yao CAS imefutwa kwa sababu wameshindwa kuwasilisha document, nyaraka zile za malipo, ambazo hasa tatizo lilikuwa ni kuwalipia FUFA kwenye kesi ambayo wao wanaona kama wanatumia gharama kubwa sana, kwa sababu ilikuwa inaenda karibia kwa ila sasa tu milioni 100 na kitu kujumlisha. Kwa Uganda tu hii $20,000 ilikuwa ni kama milioni 70, kwa hiyo ilikuwa ni fedha nyingi sana. Kesi nyingine ambayo El Merreikh dhidi ya shirikisho la soka la Sudan ilikuwa ni kesi ya 2018 mkwaju 1/5982. Mwaka 2018 timu ya El Merreikh walileta pingamizi kuhusiana na msimu wa mwaka 2018 wa ligi ya Sudani, na wao walikuwa wanapinga mechi ambayo ilifanyika Oktoba 3 dhidi ya klabu ya El Merreikh Al Fasher. Wanajiita Al Fasher, wenyewe wote wanaitwa El Merreikh, ujue wanatoka sehemu moja, lakini hawa ni El Merreikh Al Fasher. Na mechi hiyo timu ya El Merreikh walipoteza kwa goli 2-1. Katika mechi hiyo timu ya El Merreikh Al Fasher walimtumia mchezaji anaitwa Isham Suleiman au Mr. Suleiman, ambaye yeye hakustahili kucheza katika mchezo kwa sababu alikuwa na kadi 3 za njano. Na wao wakajaribu kupeleka malalamiko kuhusiana na kupitia kwa meneja wao Mr. Ayman Hassan Adar, ambaye alipeleka malalamiko ya kutoelewa kwa nini mchezaji wa timu ya Al Fasher Isham Suleiman ama Mr. Suleiman kuweza kucheza mchezo huo, na hivyo wao kulalamika kwamba wanastahili kupewa alama 3. Lakini kesi ilizunguka ndani Sudani, haikupata ufafanuzi mzuri kutoka kwenye mamlaka. Kwa hiyo timu ya El Merreikh wakaona njia sahihi ni kuweza kupanda juu zaidi ili kuweza kupata ufafanuzi, na hata walivyoenda kwenye CAS walirejea vifungu mbalimbali ambavyo vinaongoza ligi ya Sudani, wakitoa kutoka CAF kutokana na kile ambacho walikuwa na kidai El Merreikh, ikiwemo kifungu cha 8(1) ambapo anasema mchezaji ambaye amepata kadi 3 hizo, ambaye ana adhabu tayari kutumikia, hatakiwi kucheza mpaka amalize muda wake, yani ule wa adhabu, kitu ambacho inaonekana wazi kabisa hakukifanya Mr. Suleiman. Kwa hiyo kaona na nguvu hiyo. Sasa kesi ilimalizika kwa CAS kuamuru shirikisho la soka la Sudan kufanya mambo kadhaa. Kwanza waitangaze timu ya El Merreikh kwamba ndio bingwa wa ligi ya Sudan. Kwanza watangaze El Merreikh ndio mshindi wa mechi dhidi ya El Merreikh Al Fasher siku ya tarehe 3 2018, wapewe goli 2 na pointi 3. Lakini pia watangaze El Merreikh ndio bingwa wa Sudani. Kwa maana hiyo El Merreikh anakuwa bingwa, na kisha timu ya Al Hilal anamaliza nafasi ya pili. Kwa hiyo issue ya Yanga iko tofauti na kesi hizi, lakini inahusiana hizo zo kutaka awadi ya alama 3 ambazo wanazidai. Lakini kuna vitu vingi vinaangaliwa, umepita katika hatua zote kwenye hii kesi na namna ambavyo jopo lako litaweza kuwasilisha. Sasa tumesikiliza Alikamwe akithibitisha kama kweli wao wamepeleka kesi CAS. Kwenda bodi ya ligi ilikuwa ni mawasiliano ya ndani kati ya taasisi kwa taasisi. Na hata wao majibu yao ni majibu ya ndani kati ya taasisi kwa taasisi. Na msimamo wa Young Africans, kama kuna hatua yoyote ya mbele tutakuja kuitoa kwenye taarifa rasmi ya club pindi muda sahihi utapofika. Manake inatajwa kwamba mmechagua kuelekea mahakama usuluhishi ya kimataifa kwa maana ya CAS. Yaani kwambia muda sahihi utakapofika, kama kuna hatua imechukuliwa, club ita communicate kwa wanachama wake.